Museveni. Wacha niongelee kitu ya Museveni. Kijana wake amesema ametupatia 8 hours. Alituambia ametupatia 8 hours. Hakuwa amechukua Indian Ocean. Nataka kuambia kijana Museveni, umetuambia 8 hours, but sisi kama wa Kenya tumekupatia 1 hour kuja uchukue Indian Ocean. Na hiyo Indian Ocean tunakupatia na masharti. Hatutakupatia vile unafikiria. Kama tutakutupa kwa hiyo mto Indian Ocean, uogelee na utoke ukiwa mzima, Indian Ocean itakupatia. Kwa sababu gani nimeongea hivyo? Angalia Uganda. Ukitoka Uganda unakuja Busia border. Ukitoka Busia border unakuja unachukua barabara ya Kisumu, ukuje naye paka Nakuru, utoka nayo fika hapa Nairobi, uchukue gari ya Mombasa uende nayo paka Mombasa. Niambie, hii kibanda ya Uganda, hii kibanda, mimi naita kibanda ama naita ka hoteli. Sitaki kusoma, ka hoteli ni kama Uganda. Uniambie ati mtu anakuja kutuambia anakuja kuchukua Indian Ocean. Na hata ukiangalia map ya Uganda hata ijakuuza Indian Ocean. Unajua Kenya tumeshapata, East Africa hapa tumeshapata. Tanzania inapiga Kenya vita na tuko na president amenyamazia. Ukikuja Uganda inakuja inapiga Kenya vita, tumenyamazia. Sasa sisi wacha tuongee, tuambie Yoweri Museveni, kijana wake ametuambia vizuri anakuja kuchukua Indian Ocean. Hatumpigi vita. Sisi kitu yenye iko, kama Indian Ocean mnaitaka, mkuwe na navy. Mkuwe na navy. Mkiwa na navy, hapo tutawapatia Indian Ocean. Na kama muna navy, tutafanya hivi. Tutachukua navy wetu, tutaweka kwa boat, tuchukue ship, tuwapatie. Mupigane nao vita. Mukishindwa, hao military wenu wote, mashoga wa Mombasa watalala nao wote. Watalala nao wote. Na then Museveni, nataka nikuambia free of charge. Kijana wake amesema, na wewe kama ni mwanaume unataka kuchukua Indian Ocean, tumekupatia sekunde uende Mombasa. Ukifika Mombasa, lala na wale mashoga wa Mombasa. Ukitoka hapa na hiyo uzee wako, urudi nayo Uganda. Tumekuachia Indian Ocean. Na ukishindwa, tunakuweka casket, unarudi Uganda ukiwa kwa casket. Na nataka kusema hivi, yule shetani mwenye alichukua Raila Amolo Odinga alifanya makosa sana. Angechukua kijana ya Museveni na achukue Museveni. Huyo shetani alifanya makosa sana kuchukua Raila Amolo Odinga. Angechukua watu wawili. Ukiangalia mtu kama huyo kijana Museveni na Museveni wanakuja kutuambia wanataka kuchukua Indian Ocean. Amini dada alijaribu kuchukua hapa nini? Alijaribu kuchukua hii nini? Hii Naivasha. Hatukutumia military. Kenyatta hakutumia military. Alitumia tu polisi. Na wakawasukuma, tukawafanyia huruma, tukawachia hapo kwa nini? Hapo nini? Tukaachia kwa Busia, kwa boda. Lakini tungetaka kuchukua, tungechukua mpaka mahali Wateso wamefika. So hizi vitu za mapresident wanaingia hapa Kenya, wanajifanya wazuri kwa country zingine. Hiyo ujinga tutataka.
tuko na Tanzania, tuko na Ethiopia, tuko na DRC, tuko na Sudan, tuko na Burundi. Mbona wajalia wanataka hiyo Indian Ocean? Sasa Museveni na kijana wake ndio wanakuja kulia, wanataka Indian Ocean. Sisi tutapigana na nyinyi, tutachukua tu NYS. NYS peke yake. Juu tunajua uniform za military wa Uganda ni uniform za hapa za NYS za hapa Kenya. So tutawapatia tu hao ma NYS wachanganye na hao military. Tukishawapatia hao wawapige, wawafikisha huko Uganda. Hatutaki ujinga ya kijana wa Museveni kukuja kutuambia anachukua Indian Ocean na amevalia uniform ya NYS wa hapa Kenya, anatuambia anataka kuchukua Indian Ocean. Kwani sasa hii country yetu ya Kenya imekuwa, mbona Uhuru amekuwa kwa kiti? Hakuna president alikuwa anacheza na hii nchi yetu. Sasa William Ruto ako kwa kiti, sasa ma president wanakuja tu wakicheza, juu anakula nao. Kenyatta ndiye amesukuma huyu Museveni mpaka akafikisha huko, dada akamfikisha huko kwa mpaka huko chini. Leo hii sasa kuna huyu Kate wa William Samoei Ruto wameshikana pamoja, sasa wanakuja kutuambia ati wanachukua Indian Ocean. Museveni, kama unajua kuogelea Indian Ocean, ukuje uogelee, tukupatie Indian Ocean. Kama kijana wako mko na Navy itaogelea Indian Ocean, tuko free tuwapatie. Lakini mkishindwa, mtatoka kwa casket hapa mkienda kwenu. Sasa tutaki ujinga. Hati sasa tumenyamaza, mnaona kila mtu anakuja kututishia tu. Hati tukinyamaza, hati watu wanakuja kututishia tu. Country zingine zitatutishia. Sasa kibanda kama hii ya Uganda inatutishia kibanda. Kwanza waje niseme ghetto inatutishia. Ghetto inatutishia. Haina kitu. Museveni aliuza nini? Airport yao waliuza. Wa China ndio wana Iran. Sasa nakuja kuanza kutishia Indian Ocean. Ndio vitu zote zinatoka. Nataka kuambia hivi, mkiendelea kucheza vitu zote za Uganda zenye zinakuja mpaka Indian Ocean zichukuliwe na matrela zipelekwe Uganda, hazitatoka. Na wale Waganda wenye hapa nchini Kenya waka hapa Isili wamefanya wasajana wetu waweza wakafanya kazi, wanaenda na pesa kidogo juu wanataka ile rate ya kwao ndio wafanye nini, wafanye wapate pesa yenye wanataka. Mimi nawaambia hivi, pia sisi tumewapatia 24 hours, pia watoke waende. Si kijana ya Museveni ametupatia 8 hours na sisi tumempunguza, tumempatia 2 hours. Wakiwa wanaweza wazana na jeshi ya Kenya, wachukue hiyo Indian Ocean. Na kama wawezani nayo Museveni, tunakwambia nikirudia, Kenya ni capital city ya Afrika mzima. Wachana hii kibanda ya Uganda, hii Uganda ni kibanda. Hata Kenyatta alifanya vizuri, angewasukuma mpaka huko mwisho waende wakuzana na ile Rwanda. Alifanya makosa sana, akawahurumia. Museveni ni mzee wa kijiji, kijana yake ni Liguru, alafu anakuja kutishia Kenya. Juu sasa Kenya wamenyamaza kila president, alafu unakuja unapata sister ya Amin Dada, huyo Suluhu Hassan, sister ya Amin Dada Suluhu Samia anatishia pia Kenya. Alafu tuko na president amenyamaza tu, kazi yake ni kunyamaza tu. Ati watu wakitutishia sisi ndio tutaongea, au Waganda wanaenda kwao, wanarudi kwao. Hizi mahoteli za Isili wanabidi wanatolewa, narudi kwao. Ni kama si hivyo, huyu kijana aombe msamaha. Asipoomba msamaha, wasichana wao ama vijana wenye waka hapa wataomba msamaha. La sivyo tutawapiga tukiwateremsha
Sasa hatuna haja na pesa ya Uganda. Hatuna haja na pesa ya Uganda. Waganda ndio wako na haja na pesa ya Kenya. Then unapata ng'ombe ya mtu kutoka Uganda inakuja inasema inataka Indian Ocean. Indian Ocean imekuja ya mama yetu. Alafu tuko na president. President aka hapa Jokopai ajielewi. Ako na network kama line ya Airtel, amenyamazia. Tukifinywa hatutakubali. Museveni, tunakuona hao mainwezi wako, mamilitari wako mnaita ati military. Sisi tukupatie military wa Kenya, tunakupatia tu NYS wa Kenya. Watadili na nyinyi vile mnataka. Ni marungu tu watawapiga wakiwateremusha. So Muhoozi, try. Tunakuambia ujaribu. Hata fanya tu, tumekupatia 2 hours kuja uchukue Indian Ocean. Na mizigo zote za Uganda zenye zinakuja hapa Indian Ocean zifungiwa hapa. Zisipite. Ndio Museveni akuja achukue Indian Ocean. Asante. Ikabidi sasa German East was distributing bread and milk to the German West. That is when they came and demolished the Berlin Wall. Museveni, I know you envy Kenya. Kenya did not start today. Uganda is in the year 1975 as Kenya is in 2025. Not because of time, but a country is built based on vision, policy, and accountability. You are a false weapon that is used to colonize Africa. Bwana Spika, nikienda katika mada ya leo, Bwana Ruto, sisi tunakuheshimu sababu wewe ni president ya Kenya na tuko kwa broad-based government, lakini hatuwezi support mtu ambaye kama hakuna kazi. Hatuwezi support serikali wakati hakuna dawa kwa mazanati. Mr. President, do not spoil the taste of 2 term. Please, pea vijana kazi. Vijana wanalala njaa, vijana wanashindwa kulipa rent, na hiyo uoni. Sisi sasa tuko broad based government, na kama tutaona kazi hakuna, na venye unajua tukikula na wewe kwa meza ndio tunaona wewe ukiwa na chakula mdomoni unatusi watu. Wewe ukiwa na chakula unatapika kwa mguu yangu. Sasa ikifika 2027 tutakuja tuone Ruto, wakati tulikuwa na wewe kwa meza ulitutreat aje? Hiyo pesa vile ulisema Migori affirmative action project ifike, tutajiuliza ilifika kweli? Na huyu Mbadi mwenye ulipea CS ametufanyia nini? Kama wafanyi kazi, Bwana President, trust me, there are chances of you being a one-time president in this nation. Therefore, you must work and deliver for the country. Si wakati ya kubembelezana. Venye huwezi tubembeleza na tax. Sisi pia tunataka sawa. Ukisanya ushuru, unatumiaje hizo tax? Unaona? And members of ODM, vijana, chukueni kura, na hizo kura mu make sure ikifika wakati wa election vote. It is your democratic right to vote and make a proper decision. Don't wait for someone ati anakuja na kupea 1000 uende vote. Ukiwa wewe ni mtu wa aina hiyo, wewe ni mjinga zaidi ya wajinga Kenya ishaiona. Asante. Deno. Naona watu wengi wameshakuja na wamekuja na akili zao za ujinga. Mtu anakuja na kuambia ati nimeota Raila Amolo Odinga ameniletea ndoto akaniambia niongoze Western na Nyanza. Musalia Mudavadi, hizo ndoto zako ni za uongo. Hizo ndoto zako ni za uongo. Nimekuambia nikirudia, ndoto zako ni za uongo. Raila Amolo Odinga hakukufa ndio mkuje kwa mitandao ama mkuje kwa media muanze kusema ati mmetumiwa ndoto. Mbona ile wakati amekuwa mzima? Mbona mku mmoja amewaambia akitoka mkuje mkue viongozi wa Western na Nyanza? Sasa hii Mudavadi anakuja anatuambia ati ameota Raila Amolo Odinga amemletea ndoto. Raila Amolo Odinga amekuletea ndoto. Amekuletea ndoto gani?
Musalia Mudavadi, na wewe ni Minister Foreign Affairs. Watu wamekufa hapa Tanzania. Wewe umekuja umesema ni watu 8 wenye wamerudishwa wakiwa uhai, wenye waliweka kwa magunia usemi. Then umetuambia ati umeongozwa, ati Raila Amolo Odinga amekuletea ndoto. Ndoto gani? Kama ulikuwa umesahau, ulikuwa umeota bibi yako ukasema bibi yangu, nimeota bibi yangu, nimemumiss. Lakini usituambie Raila, usituambie ndoto ati Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga, kama ungekuwa na ndoto ya Raila Amolo Odinga, mbona 2022, 2021 ukamtoroka? Leo hii sasa ndio unasema Raila Amolo Odinga amekuletea ndoto uongoze Western. Uhuru Kenyatta amekuwa nini Nyanza? Mbona hajasema ameletewa ndoto? Kalonzo Musyoka amekuwa kule nini Nyanza, mbona hajasema? Na Tembe mwenye alianzisha nini, alianzisha kupeleka ng'ombe, mbona hajapelekwa ndoto? Sasa wewe ndio unakuja unaletewa ndoto. Ndoto gani hizo zenye umeletewa, zenye unalia ati umeletewa ndoto uongoze Nyanza? Western yenyewe mmeshindwa, na Tembe ndio huyo anakuja na bebeshwa akuwa msemaji wa Waluya. Wewe mnyinyi mko hapo leo hii, sasa ndoto zimeanza kukuja. Mimi naambia Mudavadi, you are a leader, but before you talk, think twice. Sai dreams zinakuja tofauti. Kila mtu anaweza ota ndoto zake. Si ati mnaota tu, kila mtu anaamka asubuhi anaanza kuota ndoto za Raila Amolo Odinga, Raila Amolo Odinga. Raila amekuwa mzima, mmemfanyia madharau. Raila amekufa, sasa ndio mmeona wa maana, sasa mnawatumia ndoto. Raila Amolo Odinga kama mtu mwenye anafaa atumie ndoto, ninatembea ama atumie Kalonzo Musyoka hao, ama atumie Uhuru Kenyatta amwambie. Lakini si wewe mtu kama, si wewe ni Mluya mwenzetu, lakini akili yenye uko nayo. Vijana wetu wamekufa kule nini Tanzania, wengine wakabdaktiwa hapa Uganda, huku shughulika. Uhuru ndiye ameenda akatoa wale vijana kule nini Uganda. Wewe mwenyewe hakuna kitu umefanya, umenyamaza tu. Ukienda kule Saudi Arabia unapata wasichana wetu wanauliwa huko, wakipiga paka msimu wanaweka paka wapi, amuwafuatilii, mnanyamaza. Leo hii ndio mnakuja kutuambia ati mmeletewa ndoto. Mudavadi, hakuna ndoto unaletewa na Raila Amolo Odinga. Sema ni kipindi ulikuwa unatafuta na umaarufu unatafuta, lakini wachana na Raila Amolo Odinga. Alilala. Wewe ulipatiwa Prime Minister ya Foreign Affairs, but hakuna kitu umesaidia, umenyamaza. Kutoka Mudavadi apatiwa kiti ya Foreign Affairs ya Minister, watoto wetu wamekufa kule Saudi Arabia, lakini hakuna siku yenye hao watoto unapata hao wasichana wanalia kwa mitandao, wanateswa na Waarabu, lakini Raila Mudavadi amenyamazia. Bob Jaki ameshikwa hapa Noyo. Raila Amolo Odinga amezikwa, hao watu wakiwa huko Uganda. Uhuru Kenyatta ametoka hapa mwenyewe, ameenda amewatoa, na tuko na Minister Foreign Affairs amenyamazia. Leo hii anakuja kutuambia ata ameletewa ndoto na Raila Amolo Odinga aongoze. Raila Amolo Odinga hakuwa anaongoza Nyanza na Western, alikuwa anaongoza Kenya mzima na Afrika mzima. Waje kutubeba ufala bwana, waje kutubeba ufala. Sasa tunataka kufuata maneno ya mtu ati Raila. Spirit ya Raila ni tofauti na spirit ya mapresident wote wenye wamekufa, ni tofauti. So wacheni na Raila apumzike, wacheni kutumia jina ya Raila Amolo Odinga ndio mnataka kuingia kwa uongozi. Kama unataka kutoka kwa serikali, sema unataka kutoka kwa serikali. Waanze kutafuta nini? Kiti ya president 2022. Ukisimama nitakupigia. Kama uko kwa hiyo serikali, nitapigia Kalonzo Musyoka niende nikufe na Kalonzo Musyoka huko.
Lakini Mudavadi, mimi siwezi kusema Mudavadi ati hiyo ni ndoto. Hiyo ni ujinga. Ni ujinga ya hali ya juu. Mimi nasema nikirudia, ni ujinga ya hali ya juu. Mr. Foreign Affairs mwenye anafaa saidia wananchi wenye wanafanya kazi za nje wanadhulumiwa, lakini hawezi. Hadi leo hii anakuja kutuambia ati ameletewa ndoto na Raila Amolo Odinga. Huyo mtu ni mkora. Watoto wa watu wanaletwa hapa ni airport kwa makasket. Watoto wa watu kutoka Saudi Arabia na makasket. Watoto wa watu, vita zimekuwa pale Lebanon. Na tuko na Prime Minister of Foreign Affairs Mudavadi. Vita zikuwa huko. Hakuna kitu yenye alifanya. Mili zinakuja zikienda zikirudi. Mili zinakuja kila siku. Watoto wanalia kwa mitandao. Lakini ukisema wanakuambia ati nani aliwatuma huko? Nani aliwatuma huko? Ni maisha. So ukiona kitu kama hii kwa mtandao, jua hii kitu ni serious. Sisi tuletewe maiti. Na tuko hapa na maforeigner pia. Mawarabu wako hapa. Wanafanya wako hapa wako free. Then Mudavadi anakuja anaongea vitu zake. Mudavadi, nakwambia nikirudia, nakwambia nikirudia kama Muluya mwenzako, nakwambia hakuna ndoto yenye Raila amekuletea. Sema unatafuta kutoka kwa serikali, ukuje utafuta upresident. Kingpin wa Western ama msemaji wa Western tunamjua vizuri ni Natembeya. Shikaneni Natembeya, mfanye nini? Shikaneni Natembeya. Wycliffe Ambetsa Oparanya. Shikaneni na nani? Na huyu nani Eugene Wamalwa. Hao viongozi wa Western, kaeni chini muongee. At least hapo tutasema. Lakini ukikuja kutuambia ati Raila amekupatia ndoto, sema ulikuwa umemiss bibi yako, ndio unakuja kuleta ati wewe ati Raila amekuletea nini? Amekuletea nini? Ndoto. Raila hajaletea mtu ndoto. Ndoto ya Raila itatokelezea tu yenyewe. Na kwa Wakenya tu wote watajua chenye kina happen. Vile kina happen saa hii tutajua. Asanteni. Ruto na unalala nje. Hata wewe una support huyo tu one time na unalala nje. Mbona uishi Karen? Kama gari. Mbona uishi Karen? You are still here in Eastlands. So siasa imetuweka sisi wenyewe. Tunagombana na tunadharauliana sisi wenyewe kwa wenyewe. Wewe huyo unayempigania anaishi mahali unaishi. Yeye jirani yako anakula kwako. Anakula kwa kibanda unayokula. Si yeye anakula Karen. Chakula yake si inaangaliwa na madaktari. Wewe unakula madondo kama mimi hapa. Tofauti ni kuwa huenda wewe unaweza afford nyumba ya 2000, mimi naweza afford nyumba ya 1500. We are the same thing. Kabisa. So usione ya kwamba unaishi kwa nyumba ya 3000 ya mawe, udharau mwenzako ambaye ni jirani yako hapo. Munaruka na SUH na unaishi kwa nyumba ya anaishi kwa nyumba ya 1500. You are all the same. These politicians are dooming you. These politicians are fooling you. That you come here and you tell me, angalia umevaa kiatu ya 200, hata wewe boxer yako ni ya 50 bob. Na sijaambia watu. Kuna mali nimekushinda. So mimi namalizia nikisema kwamba tukija hapa tupige siasa komavu ya kujenga taifa. Tupige siasa ya inclusive development. Sio ya kukejeli mwenzako na mnatoshana na. Asante bwana, asante bwana Spika. Nenda mengi na Mungu awabariki. Nenda usimame usikuvambe huo. Haisi. When do the 6? Haya. Simu yangu isiende Uganda, simu yangu isiende Uganda. Simu imeuzwa. Simu imeuzwa. Asante. Nenda uchukue hii kitu ya sasa. Asante sana Mr. Speaker, almost dakababa 1 hour. Mr. Speaker, wacha niingie Tanzania kidogo. Na Wakenya kidogo ni address kitu. Bwana Speaker, tulikuwa tume-extend muda mpaka saa 1:30, lakini ya kwamba ngoja mimi ndio nimesema. Mimi ndio nimesema. Iko sawa, iko sawa. Ya kwamba uchaguzi wa nchi wa Tanzania, uchaguzi wa muungano wa Jamhuri wa Tanzania ni uchaguzi ambayo tunafaa kuangalia kimakini. Nimesikia mengi anasema kwamba hapa kama Tanzania inatulisha
waje wachukue chakula chao. Bana, we ni mtu useless kama ngozi ya punda. Ndugu zangu, wakati tunajadili masuala ya jirani, angalia takulaji hiyo chakula. Angalia zile vitu tunapata Tanzania. Nuangalie zile vitu Tanzania wanapata kwetu. Alafu tukompee note kati ya Kenya na Tanzania. Uchaguzi wa Tanzania haijawahi kuwa na vurugu. Hawajawahi kuwa na maandamano. Hawajawahi kuwa na visirani. Hawajawahi kuwa na malumbano. Until mama mpumbafu, mama mjinga, mama mkorofi, mama ambaye amejaa kiritimba na kumbavu zuu akakuja kusambaratisha umoja wa Tanzania. Siwezi apologize ya kwamba tangu miaka 1961 Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipokuwa prime minister wa Tanganyika hadi mwaka 1962 akawa rais wa muungano wa Jamhuri wa Tanzania hadi mwaka 1985. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tanzania wako na idadi kubwa sana ya wananchi. Wale ambao wamejindikisa kama wapiga kura ni milioni 37. So, mtu anakuambia hapa sisi kuna milioni 20, wao wapiga kura milioni 37 wa Tanzania registered vote. Then mama huyu kwa upumbavu wake, no jinga wake, no kumbavu ya hali ya juu, no kiritimba, anataka kugandamisha haki ya Tanzania iliyoletwa na Mwalimu marehemu Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa muungano wa Tanzania. Ningependa kuambia Mama Suluhu, hatujawahi kuwa na rais mkumbavu sana Tanzania kama wewe. Na hatuwezi kubali ukumbavu wako. Hatuwezi kubali. Ya kwamba Tanzania imejulikana na upole. Wengi wameita Tanzania ni wanyonge, lakini hawakuwa wanyonge, walikuwa natii ujamaa na urafiki. Lakini ukiona Mtanzania anaandamana, jua kwamba mambo hayuko sawa Tanzania. Nataka kuambia rais mpumbavu ambaye alikuwa anashindana, yeye ni Suluhu anashindana na Samia. Rais mpumbavu sana. Rais mjinga sana. Rais takataka sana Afrika. Siwezi apologize. Loya ni mamako bro. Ya kwamba Tanzania kuna katiba. Katiba imeruhusu wana Tanzania kutumia mtandao. Magufuli alikuwepo akashindana na Tundu Lissu. Hakuna siku marehemu John Pombe Magufuli alizima mtandao kwa sababu pumbafu ya huyu ambaye mama anafanya Tanzania. Magufuli alikuwa na Tundu Lissu. Wakashindana, Magufuli akamshinda. Magufuli akakawa rais mula wa pili na mula wa kwanza. Mbona huyu mama mpumbafu, huyu mama mkorofi anazima mtandao kwa sababu anashindana Samia, anashindana Suluhu. Sasa nataka kupumbaza sisi pia Watanzania wanunua uoga. Nataka nipongeze wanajeshi wa Tanzania kusimama kidete. Hiyo ndio njia mwafaka ambayo tunataka Afrika. Hatuwezi kukubali umoja kati ya Zanzibari na kati ya Tanzania, Tanga, kusambaratisha kwa sababu mama moja mkorofi, mama mlafi, mama useless barani Afrika, mama Samia. Hatuwezi ruhusu. Ndugu zangu, Tanzania ndio inji bora East Africa. Kisha nafuatwa na inji ya Rwanda. Lakini ukiona mwana Tanzania yuko kwenye barabara, yuko katika kwenye barabara akifanya maandamano kadiri haki yake, jua huyu mama ni useless kama ngozi ya punda. Hii saidia mtu. Ni uchungu ndugu zangu. Wakati mama Samia anasambaratisha umoja ambaye ililetwa na Mwalimu Julius Nyerere, tulikawa na Jakaya Kikwete, tumekuwa na Benjamin Mkapa, tumekuwa na Omar Minyi, tumekuwa na marehemu John Pombe Magufuli, rais ambaye ametambulika ulimwengu mzima barani Afrika. Then mama huyu, mama mjinga, mama mkorofi, amepata Magufuli, ametengeneza Tanzania, ameleta Tanzania Airline. Hiyo ni ndege ya Tanzania ambayo ilikulwa na wale watangulizi wake. Magufuli akajenga barabara ambayo kiwaonekana Tanzania. Magufuli akapanua port kubwa sana. Leo hii wanatuambia kwamba Tanzania watu wanachoma barabara, Tanzania watu wanamandamana kwa sababu mama mkorofi, mama mfisadi, mama mjinga, mama Samia. Ndugu zangu barani Afrika, East Africa, ukiona Tanzania kama wanajeshi watapendua Mama Suluhu, anza kuweka manamba.
Ikitoka Tanzania tunaenda Uganda semi-final. Tukitoka Uganda tunarudi kwetu final Kenya. Kwa sababu hatuwezi ruhusu vinyangarika wafisadi ambayo tulitoa mabeberu tukabaki na beberu weusi kama kina Mama Samia, kama kina huyu mzee ya miaka 200 yule wa Uganda hapa Museveni. Lazima tusungumuse tatizo la Mwanaafrika. Hatuwezi kubali wakati Tanzania tunasambaratika, sisi tunasifu ama tunachekelewa Tanzania. Hapa kwetu jenzi wameuliwa zaidi, hawajapata haki yao. Hawajaipata haki yao. Hapa kwetu kila mara uchaguzi waibwa, hakuna Mkenya anayepata haki yao. Ijapokuwa waizi wawili wakikutana, mwingine anakudanganya kwamba anakutetea, gizani wanakutana kuibia Mkenya. Nataka kuambia wa Tanzania, kongole, aswa wanajeshi wa Tanzania, kongole sana. Akileta ujinga, weka ndani kwa seli wa wanajeshi. Piga matako kiboko kweli kweli. Waambie Tanzania sio Mama Suluhu. Tanzania ni ya wananchi, na kicheza afanywe hili kitu. Hatuwezi kubali. Juzi tu ameweka wanaume wanafira wa Kenya. Akina Boniface Mwangi wamefirwa Tanzania. Kata si nani? Mama Samia. Tulikuwa na Rais Pombe Magufuli. Mungu alaze roho ya Pombe John Magufuli mahali pema peponi. Kwa sababu Magufuli alituonyesha kwamba barani Afrika kuna viongozi ambao wanafaa kubadilisha umaskini ya Waafrika wenzao, lakini huyu ng'ombe anavunia kifo ya marehemu Magufuli. Sasa anataka kukandamiza Mwanaafrika. Mimi nashindwa na Mwanaafrika. Badala ufuate uige mfano ya marehemu Magufuli, rais aliyeendelesha Tanzania miaka 6. Badala uige mfano zake, ufuate nyayo zake, Tanzania ikuwe bora. Wewe unafanya kazi yako ya mazinga umbwe ya kubadilisha Matanzania. Nataka kuambia mheshimiwa mgandamizaji Mama Suluhu ndiye alikuwa anasindana na Samia ya kwamba Tanzania sio inji yako, Tanzania ni ya wananchi wa Tanzania. Na Tanzania msimame hapo. Naamini kwamba wanajeshi wa Tanzania hawezi angusha Tanzania inji. Naamini wanajeshi wa Tanzania hawatakubali Tanganyika kugawanya na Zanzibari. Naamini ya kwamba ikienda hivyo Tanzania itasambaratika, kwa sababu Tanzania wako na idadi wengi ya wananchi. Tanzania ni kubwa zaidi ya Kenya mara 2. So nataka kuambia wanajeshi na wananchi, msikubali kugawanya Tanga na Zanzibari. Afadhali huyu mama ndiye atoke, afinywe, na kama itabidi afirwe kabisa ili Mtanzania apate haki yake. Asante sana, Mungu awabariki. Thank you. I think watu wameongea wote, hakuna mtu anataka kuongea. Wewe umekuwa ukinyanyasa wana Tanzania muda mrefu. Sasa hivi wa Tanzania wameamua watakuwa wanyonge tena. Unajua hata mtoto mdogo mwenye hajui kupigana, ukizoea kuchokoza huo mtoto, inafikanga mahali mtoto anakuuma. So wa Tanzania wamechoka na huo mama, huo soso, huo mama useless, worthless, huo hujui kuongoza wana Tanzania. Wewe ni muuaji. Uliua John Pombe Magufuli ili uchukue kiti yake kuwe president. Na hiyo ndio kwa maana mimi napinga wanawake kuwa waongozi katika hii dunia, kwa sababu wanawake ni watu wanakontroliwa na feelings. Leo kama amekasirika anaweza haribu kazi, kesho kama ako vizuri kazi inaendelea vizuri. So Samia Suluhu ni mtu anakontroliwa na feelings. We mama, wewe soso, wewe enda utafute bwana kutolee kutu. Wachana na Watanzania. Uongozi imekushinda. Wewe kazi yako ni kurulu watu na kifua, au rulu watu na ile hekima yenye Mungu alikupatia. Wacha kunyanyasa wanyonge. Wacha kunyanyasa walalahoi. Hao watu wamekuwa kikuvumilizo siku zote tangu uwe mwanaume yule marehemu mwenye amekufa John Pombe Magufuli, na sasa umeweka Tundu Lissu kwa jela. Hatutaki hiyo ujinga ikuje hapa Kenya. Nani? Kasongo, ukijaribu hiyo tabia, unajua tu venye tutakufanyia ile kitu. Hii maneno ya kuweka watu wa opposition kwa jela na kuua viongozi wenzako, hiyo ujinga ilipitwa na wakati.
Kama uko na tamaa ya kuenda uchinje kuku uwe na ukule, wacha kuua binadamu mwenzako. Hii ujinga ya viongozi wa East Africa ya kuua watu ovyo, hiyo ujinga itaisha. Na najua Tanzania, Uganda pia iko pending. Najua pia watasoma hiyo tabia Samia Suluhu na bado wasome tabia Kasongo hapa Kenya. Hao pia very soon watakuwa na andamana juu ya huo Mudavadi. Si Mudavadi, Museveni. Kwa hivyo we mama, toka kwa hiyo uongozi. Tundu Lissu atoke jela, achukue uongozi. Wana Tanzania wamekukataa. Unajua wananchi hawakwangi wajinga, wakikataa kiongozi wameshaona ni nini iko ndani yako. Wamesona ile ujinga yenye iko ndani yako, unyame yenye iko ndani yako, unyanyasaji yenye iko ndani yako, na ndio kamana wanakukataa. Wananchi wakikukataa wewe inafaa step down, uachane na uongozi. Mwingine akuja achukue. Hapa Kenya Kasongo wewe pia ujipange. Anytime ni maandamano time. Tunaendelea kusoma some lessons huko Tanzania. Tumeona watu wametupiga competition kwa maandamano kwa sababu wamechoma mpaka polling station. Kasongo wewe pia ujipange. Ukiendelea kutudanganya, ukiendelea kututengea, ukiendelea kuua watoto wa watu chini ya maji, wewe pia ujipange. Tunaweza kukukujia hapo anytime. Bado tuko na mauchungu, majenzi wameuliwa. Watu wanauliwa mapema kwa miaka kidogo. Kwa hivyo viongozi, mkaeni chini, viongozi wa East Africa, kaeni chini na mutatue shida zenye zina affect nchi yenu. Hatutazidi tukienda maandamano ovyo. Hatutaki hiyo tabia ifike mpaka Uganda. Kwa hivyo Museveni na Kasongo, nyi pia mujipange. Anytime ni nyumbani time. Na palipo Kasongo hapakosi uongo, na palipo uongo hapakosi Kasongo. Asanteni. Tuonane kesho. Chama ya ODM. Naona watu wakiongea sana kuhusu chama ya ODM. Mimi nimerudia nikisema wale wenye wameenda kwa hiyo anniversary ya chama ya ODM ya miaka 20, wale wenye walienda huko na magirlfriend na maboyfriend. Na tena kitu kingine nataka kuwakumbusha watu, chama ya ODM ilikuwa na Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga bila alikufa na chama yake. Ikiwa watoto. Hakuna kitu mtu anaweza niambia ati chama ya ODM iko. Sisi saa hizi tunajua kitu yenye tunajua saa hii, ama tunajua wale wenye wamebaki na wenye wako kwa chama ya ODM, wenye wako kwa hii chama ya ODM ya pili, hawa ni watu tu wamebuni chama yao tu yenye wanatumia kukula na pesa za wananchi. Kuna mjinga mwingine anatoka hapa Mombasa, anaitwa huyu Asad Joho. Mtu ametoka kule Yemen, ameletwa na meli mpaka Mombasa. Hata anakuja nazuia, anataka kuzuia Edwin Sifuna kutoongea. Wacha nikuambie Asad Joho, Edwin Sifuna tunajua babake, tunajua babu yake, na tunajua kuku yake, na tunajua mpaka kitukuu. Lakini wewe wacha tuwaambie, wewe umetoka kule Yemen, atujui babu yako, atujui kwanza hata huko Yemen ulikuwa umefanya nini tukakuja hapa Kenya. Wewe ni squatter, wewe ni foreigner. Nyinyi ni watu tunangojea tu hii serikali ikianguka, nyinyi mnafaa mrudisho huko kwenu. Hakuna venye unaweza izuia Sifuna aubaje kuongea, na yeye ni secretary wa chama ya ODM. Sasa hata mkianza kusumbua hivi Sifuna, niliona Cheregei akiongea ati Obura afukuze Sifuna kwa chama ya ODM. Sisi tuliwaambia chama ya ODM, hata Sifuna akifukuzwa, Western tuko na chama inaitwa DAP. Ataingia hapo na tutampatia mahali atakaa. Si chama ya ODM kila saa mkiamuka mkisimama mnaanza kudhulumu Sifuna, mnaongea Sifuna vibaya vile mnataka. Kwani Sifuna ndiye analeta shida kwa chama ya ODM? Na watu wenye wanaleta shida kwa chama ya ODM ni watu wengi wenye wako kwa chama ya ODM. Wengine wako kwa chama ya ODM na ni masupporter kama wakina Asad Joho. Mtu ametoka kule Yemen, hajataira anakuja kutusumbulia hapa kwa chama ya ODM. Tunaambia Joho, sisi hatuna haja na wewe.
Nyinyi sasa mliingia kwa chama ya ODM mkapatiwa kazi kwa serikali, mkaingia kwa hiyo broad based government yenye mnajiita na hakuna kitu mnasaidia watu. Angalia mtu kama Badi. CS. Hakuna kitu anafanya ya finance. Ukiangalia mtu kama nani? Opiyo Handai, unasikia Wajaluo wanalia ati stima hawana. Na huko ndio wao ndio wanalia wako ndani ya serikali ya broad based. Na ndio wanalia wako na shida mingi hata kuliko hizi kabila zingine. Mimi unajua nashangaa na watu wakiniambia ati tuliachwa kwa serikali na Raila aliwaambia aliwaacha kwa serikali, ama ni akili zenu tu ndogo ndogo kama panya. Mimi kitu nimegundua kwa Majaluo ni kitu moja. Ako kama panya, unaweza yake ile kitabu ya kushika panya. Na umshika akili yake na umekuwa umemalizana na yeye. Sasa Raila yeye alienda, lakini unasikia wanasema ati sisi tuliachwa kwa broad based. Na ukimwangalia kuna shida mingi mpaka kutoka jioni mpaka na aende kazi, hata jui mlango ya kampuni inakaaje. Ndio kwa sababu wanakaa akili ndogo kama ya panya. Hata wanatuambia ukienda unapata Badi anakuambia hata wako kwa broad based. Mnakula matunda ya serikali. Si mwananchi wa kawaida anakula. Na ule mtu mwenye anasema ako kwa serikali, huyo mtu ni mjinga, ajielewi. Wewe uko kwa serikali na mtu mwingine ndiye anakula anakula pesa. Anaishi vizuri. Ukisikia Joho kule Mombasa. Ukienda Mombasa imekuwa ni wizi, watu wanakatwa, wanauliwa, wamama wananyang'anywa. Then yeye anakuja ametoka kule Yemen, ni foreign hapa Kenya, anakuja kuanza kututishia pia yeye. Yeye kitu kingine ni drug dealer. Anatoa madawa zinatoka kule Yemen zikikuja hapa Kenya. Alafu anatishia Sifuna, mtu mwenye alitairi asubuhi na mapema. Yeye mwenyewe hata tujui kama alitairi. Tabia Joho. Sisi si wajinga bwana. Sisi si wajinga. Watu mnafahamu watumie kama kondo, tumie na Wajaluo, lakini si Waluya. Hao ndio wamezoea kutumika hivyo. Ikiraruka itupwe, itumike ingine itumie. Watumie ingine. Sasa wachana na Sifuna. Tunakuambia tukirudia, wachana na Edwin Sifuna. Na Cherengei pia wewe. Wachana na Sifuna. Hii ndio ujinga yenye mnafanya, ati watu wanafuata serikali na hakuna mahali inawapeleka. Mnafuata serikali na hakuna mahali inawapeleka. Maendeleo yenyewe yenye mnasema mmepatiwa viti na hakuna kitu. Hata nimeona bishop mwingine akaongea hapa. Ati watu wanalia wako kwa broad based government. CS wawili kutoka Nyanza. Na ukiangalia Mount Kenya tuko na CS karibu 7. PS sijui ni 6. Na waongei. Lakini watu wawili ndio unapata wanaongea wako kwa serikali. Sasa nani wajinga? Kati ya Wakikuyu na Wajaluo nani wajinga? Ukiangalia mwingine anatoka hapa Kakamega, Wycliffe Ambeto Oparanya. Akiwa governor alikuwa anafanya kazi, lakini amepatiwa CS ya cooperative. Hakuna kitu yenye anasaidia. Unapata huyo girlfriend wake anaitwanga sijui nani ule msichana. Anakuja anaanza kutusi wa Kenya akisema vile wa Kenya wamekopa Asola Fund na wataki kulipa. Na juu hizo pesa ndio zinamnunulia makeup. Alafu sasa mnatuambia 2027 ikifika Ruto tuseme ameingia kibahati mbaya, alafu hizo CS mnafikiria atawarudishia. Tunaambia, nataka kuambia watu wa chama ya ODM, hata wenye wameenda kule Mombasa, mumeenda tu kujivinjari kule kwa beach. Hakuna kitu ya chama hapo, chama ya ODM. Nyinyi mmeenda tu kujivinjari. Na wengi wao njaa ndio inawasumbua. Unapata watu wanakuja wanabebu hapa, ati wengine wanakuja wanachukua, alafu wanapangwa na hii Scorpion. Inaitwa Kasamwe. Gina wapanga kule mtu mwenye alitoroka wakati wa maandamano ya Gen Z. Ati ndiye anawapanga. Hana umaarufu wote. Alafu unapata watu wajinga wenye wamepigwa tia kazi wakafinywa, ati ndio wanakuja wanasema ati sasa wao wanacheka Samuel hawapanga. Samuel anawapanga aje kwa chama, anawapanga aje. Samuel ifaya hawapange. So tunataka tu tuheshimiane. Kila mtu afanye ile kitu yenye anajua. Chama ya ODM, Raila Amolo Odinga akiwa na chama ya ODM ilikuwa chama. Lakini sasa hivi Raila Amolo Odinga alikosekana, chama ya ODM unapata kila mtu anatoka huko anasema yeye ndio mtu fulani. Alafu wengine wanafuata akisema ati chama ya ODM ati iko sawa. Raila Amolo Odinga yeye ndiye alikuwa anajua chama yake inakaa aje. Lakini hao wajana na hao wajinga wakina Hassan Joho, kazi yao ni kupiga tu mdomo wakizuia wengine. Viongozi wenye waliachwa kwa chama ya ODM hawataka kujua chama ya ODM ni nani aliibuni, ni ilitokea wapi.
Raila Amolo Odinga hakutengeneza chama kwa nini? Raila Amolo Odinga hakutengeneza chama kwa nini? Kwa nini? Kwa bedroom, alitengeneza nje watu wakiona. Sasa unapata wajinga wenye hata wajui chochote wamekuja wakapata chama ya ODM imetengenezwa. Sasa ndio wanapiga midomo kama akina Hassan Joho. Wakina Badi ukikuja wanaongea, lakini hakuna. Badi wanapiga mdomo na hakuna. Na ni CS mkubwa wa finance. Hakuna hata mjalo mmoja mwenye amechukua akamweka kwa KRA. Ukikuja huyo Opiyo Wandayi amepatiwa energy. Hakuna hata mjalo mmoja mwenye amechukua akamwambia atasoma tu mita. Halafu mnakuja kutuambia hapa ati chama ya ODM. Halafu mnakuja mnazuia ati Sifuna asiongee. Bwana, tunakuambia bwana Joho, wewe ni mtu wa Yemen huko. Wewe fanya kazi zako kule Yemen. Ukikuja uliletwa na meli, utarudishwa na meli. Wachana na Sifuna. Na kama mnaona chama ya ODM, Sifuna ndio kikwazo sana, yeye ndiye anaharibu chama ya ODM, ni sawa, mnaweza mtoa. Lakini si ati mnamzuia Mombasa asiongee. Mtu ametoka kule Yemen anakuja kuzuia anakuja kuzuia Sifuna hapa Kenya. Bwana, wacha tuwaambie, chama ya ODM mkicheza na hii chama ya ODM, mnaenda kupoteza. Wengi wao mnaenda kupoteza. Na hii hata broad base yenye mnasema broad base government, hii iko tu inatumika, inawatumia tu kwa saa hii. Lakini kama atafanya mistake aingia pili, hata hizo vitu zenye mko nazo zinarudi Mount Kenya. Mpende msipende, anazirudisha huko. So kuweni na akili. Na zingine tumieni akili. Ndio kwa sababu hata unaona huyu bishop anaongea ukweli, alafu unapata wajinga wanamtusi. Anaongea ukweli, wanapata hao wajinga wanamtusi. Sasa unashindwa, mnatusi mtu mwenye anaona kenye kinaendelea. Raila Amolo Odinga angekuwa ni mtu kweli, alikuwa mtu tu ule tu mwenye anataka kutumia wananchi bila anataka, angekuwa ametumia watu wengi sana. Lakini sasa juu watu waangalie kitu yenye mtu anaongea, wanaangalia ile kitu ameongea ni mbaya kwa serikali. Kwani huyu bishop akiongea yale yote alikuwa anaongea, kwani alikuwa amelipa? Utapata hata atapotea. Huyu hata dakika utasikia amepotea na hii serikali. So pia huyo bishop kuwa makini na ile maneno umeongea, na ni ukweli. Mtu kukuzika na state, si ati sasa amekufanya ati sasa muanze kumfuata. Ndio kwa sababu nimesema hao watu haki akili ya panya ni wako nayo. Ati burial state imefanya wanafuata mtu, unasikia wakina Dani wanakula, wanasema ako kwa broad. Nyinyi ni wajinga sana, hamujielewi. Nyinyi na panya tofauti hakuna. Asante.